Wiki mbili zilizopita, siku ya Alhamisi tarehe 23, mwanafunzi wa darasa la 6 Ashley Nyaboke na mama yake walikuwa wamelala usingizi mzito nyumba yao ilipofurika na kufunja kuta kabla ya kumfagia hadi kwenye mto ulikuwa karibu. Shughuli za utafutaji iliyoanza kwa haraka haijafaulu, kwani mwili wa mtoto huyo mwenye umri wa miaka 12 bado haujapatikana. Familia ya mtoto huyo inaomba serikali kuwasaidia ili waweze kupata mwili wa mtoto huyo ili waweze kuuzika. Majina naitwa Esther Monyenye. Hiyo siku ilikuwa Thursday asubuhi. Ilikuwa saa 11 na dakika 10 hivi babaka akatoka akaenda job. Bila alienda kazi akaita Ashili, usichelewe. Utaangalia masaa mvua ikiisha uende shuleni usichelewe. Mtoto akaangalia, nikamwambia mvua inaendelea kunyesha, endelea kulala nitakuamu. Akarara akaamka akaniambia saa hii ni saa 11:40. Sasa nikamwambia lala tu, ikiwa 6 nitakuamsha tu juu utachelewa juu mvua ilikuwa inanyesha. Ile mtoto alijiwekelea tu hivi, ile mlango sasa ikagonga kabisa. Kuangalia nikapata ni maji imefika kwa dirisha juu. Sasa nikashindwa, mtoto akaanza kurukaruka kwa meza. Nikashika yule mtoto wangu hivi. Juu maji ilijaa kabisa. Nikashindwa nitatoka aje. Nikashindwa vile nitatoka. Nikashikilia yule mtoto wangu kabisa juu alikuwa anataka atoke nje na maji nje imejaa kwa mlango. Nikamshikilia, unajua hiyo maji vile ilisukuma tu hivi, ukuta ilianguka chini yote. Na tukapitia hiyo ukuta na vitu zote zitafuata kutoka nyuma. Nikashikilia yule mtoto wangu tu, tukaenda distance. Ile tuenda distance, nikaona kuna mti ilikuwa imeanguka hivi. Nikashikilia ile mti na mkono mmoja. Kuna kitu ilikuja, sijui ni maji ilikuja mingi ikanyakua yule mto. Sasa nikaachilia, nikashikilia ile mtu, nikasema Mungu, nisaidie kutoka hapa mtoni. Kama mtoto wangu ameenda, akijaribu unisaidie. Tu kidogo tu nikaona kijana anakimbia, nikapiga kabisa nduru kabisa. Akikuja unisaidie. Huyo mtu alikuja, huyo kijana akanishika akaniambia shikilia hiyo mti kabisa, na yeye akashikilia mti. Vile alikuja akaniambia leta mkono, nikampea mkono. Akanitoa kwa maji. Nikamwambia hata kama umenitoa kwa maji, mtoto wangu ametelemka nikiangalia. Aki utanisaidia aje juu mtoto wangu ameenda na maji. Akaniambia wacha nikufikishe huko juu ndio nirudi kuja kuangalia mtoto. Ni kama alikuwa anaenda kazi. Sasa vile alikuwa anaenda kazi, sasa nikaona ni ameniacha hapo chini, nikakuja tu polepole, nikaenda kwa aunti yangu hapo mwingine, nikaenda nikabisha, nikapata hayuko. Sasa nikasimama kwa mlango nikilia haki mtoto wangu ameenda. Unajua watu wananiangalia wanafikiri mimi ni wazimu au nimelewa. Sasa vile nilifika huko aunti yangu akasikia akakimbia kuja kwa nyumba. Nikamwambia mtoto ameshaenda. Akakimbia kwa ile nyumba. Kufika kwa ile nyumba akapata maji imejaa hata hawezi ingia ndani. Akakimbia tena huko kuja kuambia brother yangu. Akamwambia mtoto ameshaenda. Brother yangu kutoka hapa akaenda mbio kabisa, wakaanza kutafuta mtoto wangu. Mimi sasa nilikuwa nimekunywa maji, wakanipeleka hosi nifanye first aid. Aki mtoto wangu ametafutwa. Yaani kitu nasema serikali mnisaidie nipate mtoto wangu. Juu mimi najua mtoto wangu alikufa, lakini mnisaidie tu mnipe niende nimzike yake. Naomba serikali nijaribu nisaidie mtoto wangu. Ako tu hapo kwa maji. Naomba tu mnisaidie. Juu nipate mtoto wangu. Najua tu sio mzima. Siwezi pata akiwa mzima. Najua tu amekufa, lakini mnipe tu niende nimzike. Yaani naomba serikali nisaidie. Kuna watu wa Red Cross walikuja sijui ni kuanzia Monday 18. Wamejaribu wanaendelea kuswimu sasa. Mimi naomba hata mlete mashini kama mko na mashini, serikali kama iko na mashini nisaidie kutafuta mtoto. Alikuwa mtoto wa pili. Niko na watoto wawili. Sasa huyu nimebeba ndo watatu. Tuambie
kitu kuhusu Ashley, alikuwa mtoto wa aina gani? Ashley alikuwa mtoto mzuri, hata kanisani alikuwa anaenda sana. Ananiambia mama, acha niende kanisani, namwambia weenda, naitisha dadi nipe sadaka nipeleke kanisani. Mtoto wangu akitoka shule ananiuliza mama, juu nilikuwa mgonjwa. Niuliza mama, umekula nini? Au nikutengenezee nini? Namwambia mama, nimeshakula, juu nilitengenezewa asubuhi chakula, nimeshakula. Wewe tengeneza yako ukule ya saa 10. Sana tengeneza, namwambia si unajua kazi yake, anaosha vyombo, anamaliza, apange nyumba yao, amalize. Angoje babaka akitoka job, amwambie endea mboga tupike. Alikuanga tu mtoto, yani kila mtu alikuwa anapenda kila mtu. Sana mtiifu sana. Darasani alikuwa vizuri sana. Hata ataweza kuja afunge mlango, sasa anze akuje na nini na kuandika. Anze andike hesabu, atuanze kutuuliza maswali kwa nyumba. Ataweza uliza babake, hii hesabu inaenda aje? Unaona? Na mimi ananiuliza, na hii hesabu inaenda aje? Na muonesha mahali ninajua. Namwambia inaenda hivi na inaenda hivi. Ananiambia mama, wewe unajua. Dadi yeye hajajua hapa, anaanza kucheka. Unaona? Alikuwa tu hivyo, hakuwa na maneno mingi. Na alikuwa tu mpole. Alikuwa anapenda watu sana. Kila mtu anamjua, hakuna mtu mwenye hamjui. Kwa majina naitwa Daniel Atika. Hiyo siku niliamka kitu 4 asubuhi. Tayarishia pipi yangu chakula. Alafu ikafika kitu 5 hapo, dakika 10. Na mvua ilikuwa mingi sana. Naendanga kitu 5 kazi. Kwa ngoja wake kafika na dakika 10. Sasa kwenda kazi. Sasa wakati nilifika kwa kazi huko, nilikaa mpaka kitu saa 6 hapo. Supervisor wakakuja, waniambia hiyo kazi unafanya achia hapo mahali nafanya. Nimejiuliza mbona masupervisor leo wamekuja, wananiambia niachie hiyo kazi hapo mahali. Sasa wakaniambia achia hapo, upite mlango ya mbele tuende, usijali sisi tuko na gari yetu. Sasa kaingia kwa hiyo gari, tukakuja mpaka hapa Waruku. Kufika hapa, hakuniambia kitu. Nilijaribu kuambia wacha nipeleke hizo swenda kwa nyumba, akaniambia weka hapo tu. Sasa kidogo kuja kuambiwa Ashley na mama yake wana maji, lakini mama ameokolewa. Sasa hapo ndio nilisikia vibaya, ngaanza kulia vibaya sana. Ashley nilikuwa nampenda. Sasa hiyo siku hata nilifanya kulia mpaka kitu saa 10, saa 11 hapo. Ngumu juu hata chakula. Tumetafuta Ashley. Tumetafuta, watu wamenisaidia machilani. Watu wametafuta. Hatujaona. Mpaka Red Cross ilikuja meeting juzi. Kaanza kusaidiana kutafuta. Mpaka kwa leo hatujaona. Mimi mwenyewe chaenda kazi. Hapa ni wazimeji yangu nakaa. Sina nyumba yangu ilibebwa na maji.